Leo tunaangazia tamko zito na lenye uzito mkubwa wa kisiasa kutoka Muungano wa Kimataifa wa Demokrasia, maarufu kama IDU, International Democracy Union. Tamko hili lilitolewa tarehe 5 Disemba jijini Washington DC. Limeibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa demokrasia, haki za binadamu na uhalali wa uongozi wa kisiasa nchini Tanzania. IDU ni muungano wa vyama na taasisi za kisiasa zinazotetea misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu kote duniani. Na kwa mara hii macho yao yameelekezwa moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa tamko hilo, IDU inasema imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini Tanzania, hali ambayo kwa maelezo yao imejawa na matukio mazito yanayokiuka haki za binadamu. Wanataja utekaji nyara unaodaiwa kufadhiliwa na dola, kutoweka kwa watu kwa nguvu, mauaji ya nje ya mfumo wa sheria, ukamataji wa kiholela, kuzuiliwa bila mawasiliano, pamoja na mateso dhidi ya wanachama wa Chadema, wanaharakati na waandishi wa habari ambao wanaikosoa serikali. Haya ni maneno mazito, ni kauli nzito kutoka kwa taasisi ya kimataifa, ni kauli inayobeba uzito wa kisiasa, kidiplomasia na kibinadamu. Katika tamko hilo IDU inasema iko na ufahamu kwamba serikali ya Tanzania imekataa kufanya mageuzi ya kweli ya uchaguzi ili kuhakikisha kuna kuwepo na uchaguzi huru, za haki na uwazi na shirikishi. Kwa mujibu wao, mazingira ya uchaguzi hayakutengeneza uwanja sawa kwa vyama vyote vya kisiasa. Zaidi ya hapo, IDU inagusia moja kwa moja kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu, ambaye ni kiongozi wa Chadema. Inasema kiongozi huyo alikuwa na bado yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanasema si hilo tu, bali chama kizima cha Chadema kilizuiliwa kushiriki katika uchaguzi na shughuli zake za kisiasa zikasitishwa. Hili ni jambo ambalo kwa macho IDU linavunja kabisa misingi ya demokrasia ya vyama vingi, kwa sababu katika demokrasia ya kweli upinzani ni nguzo muhimu. Bila upinzani hakuna usawa wa kisiasa, bila usawa hakuna uchaguzi huru wa haki. Tamko la IDU pia linatambua kile walichokiita hasara kubwa ya maisha ya watu pamoja na majeruhi wengi waliopata majeraha ya kuhatarisha maisha yao. Wanadai majeraha na vifo hivyo vilitokana na matumizi ya nguvu yasiyo lazima na kupita. Leo tunaangazia tamko zito na lenye uzito mkubwa wa kisiasa kutoka Muungano wa Kimataifa wa Demokrasia, maarufu kama IDU, International Democracy Union. Tamko hili lilitolewa tarehe 5 Disemba jijini Washington DC. Limeibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa demokrasia, haki za binadamu na uhalali wa uongozi wa kisiasa nchini Tanzania. IDU ni muungano wa vyama na taasisi za kisiasa zinazotetea misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu kote duniani. Na kwa mara hii macho yao yameelekezwa moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa tamko hilo, IDU inasema imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali ya kisiasa nchini Tanzania, hali ambayo kwa maelezo yao imejawa na matukio mazito yanayokiuka haki za binadamu. Wanataja utekaji nyara unaodaiwa kufadhiliwa na dola, kutoweka kwa watu kwa nguvu, mauaji ya nje ya mfumo wa sheria, ukamataji wa kiholela, kuzuiliwa bila mawasiliano, pamoja na mateso dhidi ya wanachama wa Chadema, wanaharakati na waandishi wa habari ambao wanaikosoa serikali. Haya ni maneno mazito, ni kauli nzito kutoka kwa taasisi ya kimataifa, ni kauli inayobeba uzito wa kisiasa, kidiplomasia na kibinadamu. Katika tamko hilo IDU inasema iko na ufahamu kwamba serikali ya Tanzania imekataa kufanya mageuzi ya kweli ya uchaguzi ili kuhakikisha kuna kuwepo na uchaguzi huru, za haki na uwazi na shirikishi. Kwa mujibu wao, mazingira ya uchaguzi hayakutengeneza uwanja sawa kwa vyama vyote vya kisiasa. Zaidi ya hapo, IDU inagusia moja kwa moja kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu, ambaye ni kiongozi wa Chadema. Inasema kiongozi huyo alikuwa na bado yuko kizuizini akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Wanasema si hilo tu, bali chama kizima cha Chadema kilizuiliwa kushiriki katika uchaguzi na shughuli zake za kisiasa zikasitishwa. Hili
ni jambo ambalo kwa macho IDU linavunja kabisa misingi ya demokrasia ya vyama vingi. Kwa sababu katika demokrasia ya kweli upinzani ni nguzo muhimu. Bila upinzani hakuna usawa wa kisiasa. Bila usawa hakuna uchaguzi huru wa haki. Tamko la IDU pia linatambua kile walichokiita hasara kubwa ya maisha ya watu pamoja na majeruhi wengi waliopata majeraha ya kuhatarisha maisha yao. Wanadai majeraha na vifo hivyo vilitokana na matumizi ya nguvu yasiyo lazima na kupindukia yaliyofanywa na jeshi la polisi la Tanzania wakati wa vurugu za maandamano ya amani dhidi ya kile wanachokiita uchaguzi wa udanganyifu. Hapa IDU inaweka msimamo mkali. Wanaitaja waziwazi nguvu ya dola na wanaelekeza lawama kwa namna maandamano ya raia yalivyokabiliwa badala kwa mazungumzo. Baada ya utangulizi huo mzito wa hoja zao, IDU inaingia moja kwa moja katika maazimio yao 7 makuu. Azimio la kwanza, IDU inaeleza masikitiko yake makubwa sana na kulani vikali mauaji ya raia yaliyotokea wakati wa maandamano ya amani nchini Tanzania. Hapa hakuna maneno ya kupunguza makali, ni lawama ya moja kwa moja. Azimio la pili, IDU inatamka wazi kwamba uchaguzi wa Oktoba nchini Tanzania ulikuwa na udanganyifu wa kiwango cha juu kabisa, na yeyote aliyetangazwa mshindi kwa mtazamo wao hana uhalali wa kisheria. Hii ni kauli nzito sana katika siasa za kimataifa, kwa maana wanatia shaka uhalali wa serikali nzima kwa msingi wa mchakato wa uchaguzi. Azimio la tatu, IDU inatoa wito kwa nchi zote za kidemokrasia duniani kote kutoitambua serikali au rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wala kutoa ushirikiano wowote wa kisiasa, kiuchumi au kidiplomasia kwa serikali hiyo, wakisema kuwa imetokana na uchaguzi haramu na wenye vurugu. Hili linagusa moja kwa moja mahusiano ya kimataifa. Ni wito wa aina ya diplomatic isolation, yani kutengwa kidiplomasia. Azimio la 4, IDU inaziomba Umoja wa Mataifa UN pamoja na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC kufanya uchunguzi wa haraka juu ya mauaji yaliyotokea Tanzania na kuhakikisha wale wote waliohusika wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Huu ni wito wa haki ya kimataifa. Ni kauli inayolenga kupeleka swala hili nje ya mipaka ya Tanzania na kulifikisha katika vyombo vya juu vya sheria duniani. Azimio la 5, IDU inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusitisha au kugandisha misaada yoyote kwa serikali wanaoitaja kuwa haramu, hadi pale mageuzi ya kweli yatakapofanyika kurejesha demokrasia, utawala wa sheria na heshima ya haki za binadamu kama inavyodaiwa na wananchi wa Tanzania. Hili ni pigo la moja kwa moja kwa uchumi na diplomasia, kwa sababu misaada ya kimataifa ni nguzo muhimu kwa mataifa mengi yanayoendelea. Azimio la 6, IDU inasisitiza kwamba kesi ya uhaini inamkabili Tundu Lissu ina nia ya kisiasa na kwa msingi huo wanadai ifutwe mara moja na aachiliwe huru bila masharti yoyote. Azimio la 7 na la mwisho, IDU inadai kuachiliwa mara moja